Shirika la mpira wa miguu FIFA, Federation International de Football Association, lilianzishwa mwaka 1904 mjini Paris, Ufaransa. Lengo kuu lilikuwa kuunganisha sheria za mpira wa miguu duniani na kuandaa mashindano ya kimataifa. Lakini mtu aliyesukuma kwa nguvu wazo la kombe la dunia alikuwa anaitwa Jules Rimet, aliyekuwa rais wa FIFA kutoka mwaka 1921 mpaka mwaka 1954. Alikuwa anaamini kuwa mpira ungeweza kuunganisha mataifa yote duniani katika mchezo mmoja mkubwa wa kimataifa. Mwaka 1930 mashindano ya kwanza ya kombe la dunia yalifanyika katika nchi ya Uruguay. Timu 13 zilishiriki na Uruguay ilichukua ubingwa kwa mara ya kwanza. Kwa mujibu wa historia rasmi, sababu kuu za kuunganisha na kufanya kombe la dunia zilikuwa zifuatazo: 1. Kuunganisha mataifa kupitia mchezo. 2. Kujenga ushindani wa kimataifa. Na 3. ilikuwa ni kukuza amani na urafiki duniani. Na 4. Kuifanya FIFA kuwa mamlaka makuu ya mpira wa miguu kama ilivyo leo. Lakini wachambuzi wa jamii na saikolojia wanaonyesha kuwa kulikuwa pia na nguvu nyingine zilizokuwa nyuma ya pazia katika swala hili. Katika historia ya mwanadamu, karibu kila ustaarabu mkubwa uliwahi kuwa na ibada, sherehe, mikusanyiko mikubwa, nyimbo, sauti na alama maalum za kuunganisha watu. Kutoka Misri ya kale, Babeli, Ugiriki, Roma hadi tamaduni nyingi za kale, jamii zilitumia tamaduni na mikutaniko ya pamoja kuunganisha hisia za watu chini ya mfumo wa kiroho au wa kijamii. Leo wachambuzi wengi wa jamii wanaona kuwa baadhi ya mifumo hiyo ya kale inaonekana tena katika namna dunia ya kisasa ilivyokusanya watu katika mchezo wa kombe la dunia. Ibada za Ugiriki wa kale. Katika Ugiriki wa kale kulikuwa na sherehe kubwa za miungu kama Zeus. Kulikuwa kuna sherehe za miungu kama Apollo, lakini pia na miungu mingine iliyokuwepo kwa Ugiriki. Watu walikusanyika kwa maelfu, walikuwa wanaimba, wanacheza, wanashangilia, walivaa mavazi maalum na kufanya maandamano makubwa. Watu waliingia katika hali ya kelele nyingi, mziki, kupoteza udhibiti wa kawaida na kuzama kwenye hisia za umati. Mfananisho wake leo na kombe la dunia ni vile vile. Leo kwenye viwanja vya mpira katika kombe la dunia tunaona maelfu ya watu wakiimba pamoja, wakiruka pamoja, wakishangilia kwa sauti moja, wakipoteza utulivu wa kawaida na kuingia kwenye hisia kali za pamoja. Wanasaikolojia wengi wamejaribu kulichukua hili jambo na kuliingiza katika tafiti zao. Mmoja kati ya wanasaikolojia anaitwa Gustav Le Don ameandika kitabu cha Crowd, A Study of the Population Mind. Alieleza kuwa umati mkubwa unaweza kuongozwa kirahisi kupitia hisia kuliko hata mantiki. Lakini siri nyuma ya pazia ya kombe la dunia. Kombe la dunia halijulikani tu kama mchezo. Muundo wake una vitu vinavyofanana sana na ibada na lijo za kijamii, tamaduni za kijamii. Kwa mfano, kombe la dunia lina nembo maalum, lina wimbo rasmi, lina sherehe za ufunguzi. Washangiliaji huvaa mavazi yenye rangi maalum, lakini kuinua vikombe kama alama za ushindi, kusafiri kwa maelfu kwenda sehemu moja na umati kuimba kwa sauti moja. Mwanahistoria mmoja anaitwa Emile Duncan aliita kombe hili kuwa ni nguvu ya pamoja inayozaliwa pale watu wanapokusanyika na kuwa na hisia moja. Kwa mtazamo wa kinabii, jambo hili linaonyesha jinsi dunia inavyoweza kuunganishwa chini ya mfumo mmoja na hisia na ushawishi mkubwa wa kijamii. Kombe la dunia limeathiri kwa kiwango kikubwa sana katika swala la kiuchumi, katika swala la kijamii na hata katika swala zima la kisaikolojia. Nyakati nyingi watu walikuwa wakilia kwa ajili ya timu, watu walikuwa wakipigana kwa ajili ya timu, watu wakitumia fedha nyingi kwa ajili ya timu na watu wakiwapa wachezaji nafasi za juu sana katika mioyo yao. Mpira wa miguu na ibada kama siri iliyofichika nyuma ya pazia. Katika kitabu cha Kutoka 32, wana wa Israeli walipokuwa jangwani walitengeneza ndama na kuanza kusherekea mbele yake. Biblia inaeleza kuwa watu walikusanyika pamoja, walitoa nguvu zao kwa jambo moja. Kulikuwa na shangwe kubwa kama ushangiliaji, kulikuwa na nyimbo za furaha kwa Mungu aliyekuwa amemtengeneza, na umati ulivutwa na hisia za pamoja. Mungu akaona kuwa mioyo yao ilikuwa imeelekezwa mahali pasipostahili. Jambo la kushangaza ni kwamba
Wengi wao hawakuona kuwa wameasi, waliona kana kwamba wanafanya jambo la kawaida. Katika matukio makubwa ya duniani, mamilioni ya watu kusanyika kwa hisia moja, mfano ule ule wa kuabudu ile sanamu. Kelele huunganishwa na umati, lakini nyimbo huunganishwa na fikra, na alama na nembo hupewa umuhimu mkubwa, mfano alama ile ya ndama iliyowekwa pale jangwani. Hisia huweza kutawala maamuzi, kama leo washangiliaji jinsi wanavyoweza hata kufanya vurugu, fujo na wengine kujiua kisa timu zao zimeshindwa kufanya vizuri. Katika ndama ya dhahabu ile iliyokuwa jangwani, tuliona kulikuwa kuna umati mkubwa vile vile ilivyo leo. Kulikuwa na shangwe, kulikuwa na hisia, na kulikuwa na kitu kilichovuta mioyo yao kwa pamoja. Katika matukio makubwa ya kisiasa, wachambuzi wa dini na jamii huonya kwamba wanadamu wanapaswa kujiuliza ni nini kinachotawala mioyo yao, kwa sababu tatizo kubwa la ndama ya dhahabu halikuwa dhahabu yenyewe. Tatizo lilikuwa ni kitu fulani kilichochukua nafasi ambayo ilipaswa kuwa nafasi ya Mungu katika mioyo yao, lakini wao wakaiweka kwa miungu mingine. Ndama ya dhahabu ilikuwa ni kipimo cha uaminifu, lakini leo katika kizazi chetu, ndama huyu ni fedha, ni uaminifu, ni watu mashuhuri, ni burudani pamoja na michezo, au kitu chochote ambacho kinaweza kutawala moyo wa mwanadamu pasipo kumpatia Mungu nafasi. Jambo gani ambalo limechukua nafasi ndani ya moyo wako kuliko Mungu? Hapa ndipo somo la ndama linachukua nafasi kudhibiti kuwa mpira ukiweka katika nafasi ya Mungu, unachukua nafasi ya Mungu na kugeuka kuwa ibada ambayo inaweza kukuharibu kabisa katika kweli ya Mungu. Bado katika maandiko matakatifu ndani ya Biblia tunakutana na Danieli sura ya 3 ambayo ilikuwa ikimwelezea mfalme Nebukadneza aliyejenga sanamu kubwa, na watu wote walikusanyika pamoja wasikilize mziki ulipokuwa ukilia na wainame kwa pamoja. Biblia inaonyesha kuwa mziki, sauti na umati vilitumika kuunganisha watu kwenye tendo moja. Leo katika viwanja vya mpira pia tunaona tukio lile lile. Mziki mkubwa unalia, sauti za pamoja zinasikika, umati wenye hisia moja, lakini pia na watu huinamisha vichwa vyao kwa pamoja kuwashabikia wachezaji wao na timu zao kubwa. Tofauti ni kwamba leo si lazima kuwe na sanamu ya dhahabu, lakini bado kuna alama, kuna nembo, kuna jezi, kuna vikombe na watu wanaovipa thamani sana kihisia. Ndani ya Misri pia watu walitumia maandamano, sherehe kubwa, walitumia nyimbo na ishara za taifa kuonyesha nguvu ya mfumo wao. Sherehe hizo zilikuwa za kitaifa, za kihisia na za kuunganisha watu chini ya mamlaka ya umoja. Kombe la dunia leo linaunganisha mataifa yote, lina bendera, lina nyimbo za taifa, lina maandamano, lina sherehe za ufunguzi na mfumo mkubwa wa kimataifa. Kwa mara nyingine tunaona hisia za watu wengi zikielekea juu ya sehemu moja kwa wakati mmoja. Katika jamii nyingi za kale, mashujaa walipewa heshima kubwa, walitukuzwa, wengine waliabudiwa kwa sababu ya mafanikio yao. Leo pia tunaona baadhi ya wachezaji wakipandishwa hadhi kubwa sana. Watu huvaa picha zao, huiga maisha yao, hulia kwa ajili yao na hutumia fedha nyingi kwa ajili yao. Mipira ya miguu bado inatafsiriwa kuwa mfumo wa kiibada uliopandikizwa kwa wanadamu pasipo kujua. Ni muhimu kuelewa, kushabikia mpira si sawa moja kwa moja na kuabudu miungu, na si kila shabiki anafanya ibada katika kuabudu. Lakini watafiti wa jamii wanaonyesha kuwa mifumo mingi ya kisiasa hutumia njia zinazofanana na tamaduni za kale: umati, mziki, alama, hisia na utambulisho wa pamoja. Ndio maana wanadamu wanapaswa kuwa makini, wasiwe watumwa wa hisia za umati. Historia inaonyesha kuwa kila mfumo mkubwa unaoweza kuunganisha hisia za watu wengi, lakini pia unaathiri akili, hubadilisha tabia na huongoza kwa urahisi. Ndio maana watu wanatakiwa kuwa na uwezo wa kujitawala, kufikiri kwa kina na kutokubali hisia za umati zimpokonye utulivu wa ndani.